kuna utafiti umefanywa na chuo cha utumishi wa umma umefanywa na chuo cha utumishi wa umma na ukazungumzia eneo mojawapo na muingiliano wa wateule wa Mheshimiwa Rais. Utafiti is a public thing. Kwa hiyo niko tayari kusema kwa sababu utafiti ni kila mtu anautumia. Si ndio jamani? Mimi nimesoma ripoti ile na consumer namba 1 ni mimi mwenye wizara na chuo kile kiko kwenye wizara yangu. Na ikazungumzia namna wateule wa Mheshimiwa Rais wanavyogongana kwenye maeneo ya kazi. Na hasa kwenye ngazi za mikoa na wilaya. Na nyinyi ni mashuhuda yanayotokea huko. Kweli sio kweli? Kwa hiyo utafiti ulipofanyika umetusaidia sana kupata majibu hivi kumbe yanayotokea ni haya kwa sababu wanakuja na maelezo yenye ushahidi. Miingiliano ile ya kule chini inaleta shida. Kwanza haijengi heshima ya serikali kwenye jicho la wananchi. Na juzi pale nikajaribu kuisema wakati nikiongea na masio na waajiri karibu wote nchini. Nikagusia mfano mmoja basi nimewasikia wanajadili sana kwenye kundi la wakuu wa wilaya. Na kupata feedback kama kiongozi kama umezungumza jambo ni jambo zuri kabisa. Katika misingi ya utawala bora pia kupewa feedback ya kile ulichokisema kama kimeeleweka au kueleweka. Kwanza unajua kama umeeleweka au kueleweka. Lakini kama umekosea unasema hapa napaswa kujisahisha. Lakini kama umefanya vizuri pia unaona umepongezwa. Kwa hiyo feedback ni muhimu sana katika misingi ya utawala bora. Kwa hiyo mimi nawapongeza waheshimiwa ma-DC kwa sababu ni wamenipa feedback. Na hii feedback niliyopata ni kwamba hawakunielewa. Mimi nimesema hivi. Si vizuri kukuta kiongozi mmoja anamkoromea kiongozi mwingine. Kwa sababu tuna utaratibu wa vikao. Na hii ipo kwenye ripoti hiyo ya utafiti uliofanyika kwa chuo cha utumishi wa umma. Kwamba wanaporukiana kule wanaharibu integrity ya serikali. Kwa ni vema elimu ikatolewa kwa hawa wateule kabla ya kushika madaraka yao. Sasa eneo hili na lenyewe katika misingi ya utawala bora hiyo ni vizuri kaendelezwa kama utafiti ule unafaa au utafiti mwingine uendelee. Hili na lenyewe ni vizuri mkalisema vizuri. Lakini nikasema ni vizuri katika misingi ya utawala bora kila mmoja akajua mipaka ya nafasi yake. Niliwahi kwenda kwenye halmashauri moja. Nikamkuta DAS tulikuwa wageni wengi. Tena ilikuwa wakati sitaki kutaja tukio maana wataijua. Sasa sitaki waijue kwamba DAS anamwambia mkurugenzi, unajua wewe hujitambui. Mkurugenzi yuko na wakuu wake wa idara. Alafu anaambiwa na DAS, wewe mkurugenzi hujitambui. Mimi nikaangalia kwa ufahamu wangu. Kwanza kama nimekuwa waziri pia wa TAMISEMI lakini pia nimekuwa kwenye serikali kwa muda mrefu. Nahisi kama mkurugenzi na DAS anaweza anamshauri mkurugenzi lakini hapaswi kumfokea mbele za watu. Kwa hiyo nikasema hili sio sawa. Lakini mkuu wa wilaya kwa nafasi yake ana uwezo wa kumsahihisha, kumuagiza kwa utaratibu wa kisheria. Hawezi kumfokea. Kwanza kumfokea sio utaratibu. Sio utaratibu. Na kufokeana sio kutenda fanya kazi. Na ukishaanza kufoka maana yake kazi yenyewe imeshakushinda. Kwa sababu tunayo mifumo ya uongozi na utawala ambayo inazuia kuwa na nafasi yako wewe ukajifanya wewe ndio kufoka. Ukianza kuona mtu anafoka kuna vitu hapa anavificha. Lakini kasisitiza pia kwamba ile kuu ikikaa ina uwezo wa kumuita mkurugenzi na ikampa maelekezo ya serikali kwa pamoja. Lakini pia inaweza ikamhoji hata kwa baadhi ya mambo hayaendi sawa chini ya mkuu wa wilaya. Kuu inaweza. Sasa ziko kuu zinajigeuza mamlaka ya nidhamu ya mkurugenzi. Si unaelewa?
na pale anakuwa crucified na anaambiwa tutakuondoa hapa, tutakuhamisha hapa. Lakini sheria inasema watamshauri mamlaka yake, kwa maana watamshauri waziri. Sheria ya mamlaka serikali za mitaa na tawala za mikoa inasema watamshauri mamlaka ya waziri juu ya tabia na mwenendo wa huyu mkurugenzi. Kwa hiyo ni mashauriano au ni kuonyana. Hayo yote wanafanya vizuri, na mimi nasema wakuu wa wilaya sio wote wanaofanya vibaya, wengine wanafanya vizuri sana. Wako baadhi ndio ninaozungumzia hapa. Sasa kule kwenye lile group basi kila mmoja, lakini naona wengine wanasema, wanashauri wenzao twendeni hivi, nafikiri tuko sahihi, lakini kimsingi feedback sio